Ulimu mlolo herwa wingangara ya Western Nyota TV ambi husipini za usangaro mwami olwayo rindo muhane fwe alangwa Monique K yani ni pasta handi ni hulia nombo la mako wakai kulukendo olokuimba chini mbucho usinzo mwami endo kuberesi mwami oliari kujoku wala kano mungira iyo Swahili. Karibu sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Ni furaha tena kwangu waleteni mwimbaji ambaye anaitwa Pastor Monique. Tuko hapa kuzungumzia uimbaji wake, na wewe kama yule ambaye unajiita ama unamuita role model wako, naomba ukatazame ukasikize ili ukapate kusoma moja mbili katika safari yake ya uimbaji. Kwa majina anaitwa Priska Chuki, ukipenda unaweza ita na Pius Tangausi. Karibu sana. Karibu Pastor Monique. Asante sana. Tayari nishakutaja jina. Napenda tu uambie mwenyewe majina yako. Majina yangu mtazamaji naitwa Monique K. Nimeokoka, mimi ni mchungaji, napenda Yesu. Na pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Karibu sana. Kidogo tungependa tuambie labda safari yako ya uimbaji iko vipi? Uimbaji ulianza vipi? Unaimba nyimbo aina gani, za Injili ama za kuabudu? Asante sana kwa swali zuri. Na safari yangu imekuwa ndefu kutoka utotoni. Lakini wimbo wangu wa kwanza nilitoa pale 2017. Na naimba zote. Sema kuabudu ama kusifu. Zote ninafanya. Okay. Yeah. Mtindo wako ni upi? Mtindo wako wa uimbaji. Unaimba style gani? Mtindo wangu sana napenda sebeni. Hiyo ndio gani sasa? Hebu tukawafunze. Sebeni tunasemanga sana inatumikanga na wale wametoka kule Kongo. Yeah. Au kuna damu ya Kongo? Pengine. Ama ni kupenda tu? Napenda ni vile unaweza amka kama sasa hivi napenda Waluhya. Napenda tu umepata watu fulani na umependana na wao, umekaa na wao, umeanza kuwaiga tu vile vitu wanafanya. Lakini unapata mimi si Mluhya. Lakini watu wengi sana wananiambia Monica wewe ni Mluhya. Lakini nawaambia ndio kwa sababu nilipenda wale watu na tukaingiana kabisa. Karibu sana. Asante. Na tunakukaribisha kama TV ya Waluhya. Karibu nyumbani. Hapa ndipo kwa Kilwa tunasema anonio. Hapa ndipo. Yaani vitu vichenga, maneno yanabadilika kabisa. Tuko tunapenda wageni. Kwanza rangi kama yako hiyo napenda sana. Sasa najua kuna wale ambao wanasema okay, umesema pastor, ukataja mwimbaji. Hiyo vitu mbili zote ni zako. Zote mbili ni zako. Zote ni zangu. Sasa hebu zote ni zangu. Zote plus kuwa mama, kuwa nini, zote ni zangu. Na ninaweza zote kabisa. Upasta, uimbaji, uongozi, kata kwa ngoma zote ni zangu na ninaweza. Najua kuna msemo unasema mama wanaweza ama ladies wanaweza multitask kabisa. Sasa sijui kwa ministry na kazi na mama na uimbaji una balance vipi? Na balance tu kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Aitali tumepewa kibali kwa neema tofauti. Tunaambiwa ukiwa mwaminifu kwa ile ndogo nilianza na uimbaji. Mungu yawezekana kwa aliona niko mwaminifu kwa ule uimbaji akanipa pia uchungaji. Na zaidi naamini nitazidi kuongezewa nikisonga na mbele. Sasa unahubiri na ninaimba. Na unaimba kabisa. Na bado wewe ni mama. Na bado mimi ni mama. Una balance vipi? Wote wanapata same attention time yote. Naweza sema wote wanapata kimimi. Lakini unajua ile jambo wewe linakuumiza. Labda kwangu naweza likaniona ni rahisi. Lakini kwako labda inakuumiza. So mimi wale naona watu wako sawa, labda walijaji wakasema acha tuvumiliane na jinsi alivyo. Lakini upande wangu mimi najaribu ni vile niwezavyo niweze kubalance hizi vitu zote. Utunzi wako wafanya vipi? Utunzi wako wa tuseme yale maneno stanza zile unatumia kwa uimbaji wako? Utunzi wangu natumia Biblia tu na neno. Unanena, unasikia neno, unaitafakari, inakujia, kisha unairekodi. Unaiweka tu hiyo ikuwe kumbukumbu. Sababu unajua uimbaji nao huweka mahubiri sana. Yawezekana kuwa wakati fulani nilipita mahali fulani nikataka kutia maybe watu nguvu ama kuwatia moyo. Unajua sometimes unawatia moyo kwa uimbaji. Kila wimbo unafikia mtu haraka sana. Kuliko nianze kuambia Bwana asifiwe, jitayarisheni tuanze kuhubiri. Lakini ukisikia tu nimeintroduce wimbo, unaona mtu ameanza kufeel kumbe ile shida nilikuwa nayo ndio hiyo huyo mwimbaji anasema.
labda kwa hali moja ama ile nyingine unaweka ile hali katika wimbo itakaa na itakuja kuminista kwa mtu mwingine atakayekuja labda kwa miaka 5 ijayo. Yes. Okay, umetoa nyimbo ngapi? Hivi sasa niko na nyimbo 6. Yeah, lakini zile ziko YouTube ni 5. Yeah, niko 7, niko na 7, kuna nyingine bado ipo kwa jiko. Yeah. Umetoa zote video na audio? Yes. Ama kuna zingine bado ziko? Kuna zingine kuna moja naendelea kutoa video sasa hivi. Na kuna nyingine iko kwa audio. Hizo unajua tunafanya moja tu. Unaenda ukisoma. Naming yako unaifanya vipi? Nini ina inspire naming yako? Ya nyimbo. The kind of ile message nimepata kabla niandike ile wimbo. Okay. Message kwanza ukuja ndio unaweka ngoma. Huwezi anza ngoma kama huna message. Okay. Yeah. Okay. Na wakati umetoa huo wimbo na umeona umechezwa mahali na wale ambao wanausikiza ama labda wale ambao wanaimba kama wewe unaangalia na hawajakuona, unaona jinsi wamekuwa slain in the spirit, wewe kama mwimbaji unahisi vipi? Azini sijakuelewa vizuri. Wakati wimbo wako unachezwa mahali, tuseme kuna wimbo umetoa na pale kanisa unachezwa, umetembea mahali ukaona unachezwa na wale wanaocheza umewakuza kabisa mpaka wako kiwango kingine, wewe kama mwimbaji wahisi vipi? Mimi kama mwimbaji, acha niseme mfano kama kuna wakati nilitembea pale Mlolongo. Nikiingia kwa kanisa fulani nikapata wimbo wangu mmoja ya sifa inachezwa. Na nilipoingia nikaangalia wimbo inachezwa, nikikaa nikaona wamecheza hii ya worship. Lakini ya worship huwa akaanza kulia like nisijui sikuelewa ni kwa nini. Lakini nilipoangalia mimi mwenyewe niliondoka. Okay. Niliondoka kwa sababu sikujua ni kwa nini Mungu ametumia hao watu. Akawafikia hivyo na sikujua ni hali gani imefikia huyu mtu ndio apate ile nafasi kulia jinsi anavyolia. Lakini nikamwambia Mungu ni asante kwa sababu umetumia chombo chako vile unatamani. Umetumia chombo chako vile wewe unapenda. Mungu utumia chombo kama vile mimi niko na hiki kikombe nimewekewa kahawa. Mwenye kuniwekea kahawa anaweza kaamua sasa abadilisha niweke maji. Anaenda anaisafisha ananipa. Inawezekana kuna mgeni mwingine atakuja atumie pia ile kikombe. Na yule italingana na kile ambacho kimewekwa pale kwa ile kikombe, mwenye anaitumia anaipenda kiwango gani. Kuna yule anapenda coke, so huwezi hukumu. Kuna mwenye atakuja akunywe coke apendi, mwingine akunywe kahawa anapenda, mwingine hivi. So mimi nasikia naambia Mungu, unajua kwa nini hao watu wako hivyo. Na unajua kwa nini wamesikia hivyo. Not nikiongelea emotions, wacha niongee hata kuna zile za negative. Wimbo inawekwa nasikia mtu anasema, "Ai, sasa na yeye huyu ameimba nini?" Utaumia kwa sababu ile wimbo maybe haiko directed kwa ile mtu. So meant work yake. Hapo ndo pastor anaingiliana sasa. Unaanza kuelewa ile mtu according to ile situation ya apostle. Apostle anawaambia zingine machana pale zimelazimishwa. Lakini kama pastor unamuombea neema. Unamuombea neema, unasema maybe hiyo neno sio yake. Sio kila mtu atakubali na sio kila mtu atakupenda na sio kila mtu yeah, emotions you don't judge people. Unasema tu Mungu anajua kwa nini na unaachia hapo. Yeah. Sasa unajiona vipi kama mwimbaji? Mimi kama mwimbaji mimi najiona tu kama vessel. Chombo tu. Chombo ambacho Mungu anaweza akatia neno. Anaweza akatia sauti ifikie mtu. Pale tukianza nilikwambia uimbaji ukiweka maanani kama wewe ni chombo, utatumika wakati wanasemanga in seasons and out of season. Utatumika kwa sababu sio lazima uizimbe zile ngoma umerekodi. Unaweza fika mahali kama hapo usikie nao uimbaji ni kitu ambayo inakusaidia kuheal ama kuimprove. Maybe uko chini lakini unaanza kuimba unasikia unaimprove. So uimbaji wangu mimi nauchukua kama ninatumika ministry. Sisemi ati mimi ni msanii, hapana. Ama mimi ni artist, hapana. I am a gospel minister. I minister through gospel music. Okay. Yeah. Na ungependa kuonekana vipi huko mbeleni? I pray that naweza omba watu waone Mungu ndani yangu. Sababu wakati watu wataona Mungu ndani yangu ni wakati ninasikia maybe kuna watu wamevunjika moyo. Ninaweza kuimba wimbo uponye wale watu moyo. Kuna watu utaenda kupata wako ndani. Ninaweza kuimba wimbo hao watu wainuke mioyo. Waanze kuinuka, waanze kusikia ni kwamba kweli Mungu yupo.
Ama unaweza imba wimbo yule mtu ambaye alivunjika moyo, aliisha kabisa. Unaweza ukaimba wimbo ukamwonyesha pia labda wewe ulipitia katika ile hali. Ama pia labda wewe kama kuna mtu fulani pia alipita katika ile hali. Yule mtu anaweza kuona kesho ni bora. Kesho ndio saa inaweza kuwa nimesimu, lakini kesho inaweza kuwa bora. Nini la kupatianga inspiration? Napatanga inspiration nikiona watu. Wacha niseme kama mimi kabla niingie kwa uimbaji niliangalia mtu kama Angela Chibaloza. Angela alikuwa. Na Angela leo yupo. Na Angela leo anatumika. Bado anatumika kabisa kwa nyimbo zake. Kwa sababu nikisikiza wimbo yake nikiwa chini ninasikia huyo dada, huyo ni nani? Huyo ni Angela Chibaloza. Ameminister kwa moyo wangu. Ninapata wakati nimesikia nimeisha, unaona nimeanza kuchipuka. Kweli huyo mtu amekufa, lakini huyu mtu anatumika. So kile kinanipea inspiration ni ninajua mimi Monique hata nikifa nitatumika. Hata wakati nisipokuwepo nitatumika. Hata wakati sipo, tuseme niko huko Busia ama wapi, sipo huko. Hao watu wakiona wimbo wangu kwa Western Nyota na imewatia moyo, nimetumika. Na mimi mahali nipo ninachimba chini ama ninaosha vyombo ama ninafua nguo. Ndio kwa mahali wa ukweli ninafua nguo, lakini kuna mtu nimehudumia mahali wakati ninafua nguo. So kwa hiyo kwa moyo wangu sababu nilijitolea niwe chombo, ninaona ninaendelea kutumika. So ninaambia Mungu wewe chukulia. Ukipata channel kama hizi, unaambia Mungu ni asante sana kwa kupata channel kama hizi, kwa sababu kupitia kwao bado natumika. Kupitia kwao si mimi singeonekana Busia saa hii huko Western, lakini kupitia kwa Nyota TV wanaendelea kutumika. So hata mimi ninakubali na mimi nitumike kama chombo pia, na mimi niendelee. So ninasikia tu niko sawa na naambia Mungu nisaidie niendelee zaidi. Yes. Umevaa nitasema taji mingi, taji ya uimbaji, nitaita pastor bado, mama pale kwa nyumba, bibi ya mtu. So nauliza ni changamoto gani unapitia? Changamoto zipo. Zipo kabisa. Kwa sababu ukiangalia hizi vitu zote ni mzigo mzito. Na hizo zote ni vitu ambazo zinahitaji msaada. Na hili hali wewe ndio unategemewa uopeane. Kweli. Hata wewe unafika mahali unachoka. Hata gari inaongeza mafuta bana. Mara nyingine kama mama unapata umevunjika moyo pale kwa nyumba, kwa sababu hata Biblia inasema vikwazo zipo. Kabisa zipo. Unapata, lakini unakumbushwa wewe ni chombo. Ni lazima ukuwe msafi uende utumike kabisa katika ile hali. Kumbuka wewe ni mwanadamu, una mwili na nyama. Kweli. Na wale watu unasaidiana kwa sababu ministry, nimesema ama minister. Ministry huwezi minister peke yako. Ni lazima uwe na watu tofauti. Labda wale watu nategemea wakushike mkono msonge, wanakuja wanajiondoa. Kweli. Na uliaweka angano na Mungu kasema vizuri, ni lazima nifanye hii kitu. Unasikia umeisha nguvu, unasikia umeisha yako yote. Hapo ndo unaonanga mchungaji anaenda analala chini ya mti anaambia Mungu, ulisema ni wewe uliniita, lakini ukiwa pale na wale uimbaji inakuja inakusaidia. Unaimba, unasikia sasa zile changamoto zimepita. Ama unaingia kwa nyumba, unatakikana uende ufanye kazi ya mama. Watoto wako hapo, kila mtu yuangalia. Na umechoka. Kama leo ile matope nimepigana nayo kabla nifike hapo. Nikirudi miguu kuyamuki. Na bado mtoto anasema mama, utamwambia wewe si mama. Utamwambia, unamwambia niko hapa. Tuseme wewe ni mama. Itabidi lazima uko na mume, watazama. Hataki zile nguo zake ziguzwe na mwingine. Kabisa. Utazifua. Unaita watu waoshe labda zile zingine, lakini za mama wako unasema wacha nifue. Juu siku mshirika atakuja apate na wewe unafuliwa nguo za Bwana. Diana ataenda kuambia na wake na wewe. Unapata hizi vitu zote zinachokesha. Kweli. Kama wewe ni mwimbaji kama mimi, umepigiwa simu Mombasa, unataka kwenda kuimba. Na kuna wengine umeitwa Malawi, unataka kwenda kuhubiri. Na mume wako anataka kupeleka mtoto shule. Hapo akili na Lord, unakaa chini upige mahesabu zingia ndio uweze kubalance kabisa.
Nimeona kuna watu wengi sana hapa Kenya za waimbaji wa nyimbo za Injili. Sijui ni record label gani ungependa kujiandikisha nayo ukapewa hiyo chance. Sasa kama vile nimeanza pale mwanzo. Nimesema mimi ama minister. Kama minister na words ziko. Lakini wacha nikwambie kitu moja Priscilla. You are awarded. I don't staki no discourage. Umeawadiwa. Lakini mimi kitu naulizanga naangalianga zile award zenye zinasaidia yule mtu na yeye ako chini. Si ati nikimbie mahali na ambapo na mimi ninapata pesa. So ninaweza kukaona hizi ni kubwa, lakini Priscilla ukaje ukaniambia niko na kitu nataka tufanye. Nitaachana na hiyo nikikusikiza nione wewe unataka kama event, tuko na event kama ile nyingine iko December pale Busia. Pale port ya waimbaji na wasanii na culture na nini. Utaniambia nitaenda kwa award ama nitaanza nipewe pesa ama nitatoa zangu mfuko kwanza niweke hapa. Kama mchungaji ama leader, mimi mambo ya award nimeimba sana na si ati sijaimba vizuri. Utaona nimeimba vizuri. Lakini na kanyangia kwanza chini nina way kwanza. Kwanza sijachagua ati naweza. By the way hakuna mtu siwezi fanya kazi na yeye. Hakuna. Mradi ninasikia ule moyo wangu na mahali nimeelekeza pia na wewe umeelekea hapa. Yes. Okay. Tuseme leo Pastor Monique umeambiwa najua kuna role model wengi sana, wewe ni role model watu wengi sana. Na kuna watu pia najua unatazamia. Leo hii ukaulizwa ufanye collab. Utafanya collab na nani? Kuna msichana mmoja Muluya anaitwa nani msichana ameoa juzi kwa nini jina lake? Gloria kwa neema. Kuna Gloria. Muliro. Huyo msichana nilimpenda kabla sauti yangu ijaribika sana. Nilikuwa naimba ngoma zake karibu niimalize. Ninaimba kabisa namfuatilia. Tukienda concert kama hiyo tunasema tuko huko. Unanipata mimi na headphones nafuatilia wimbo ya huyo msichana. Wow. Namfuatilia kabisa. Vile anaimba. Mahali anaweka ngoma nikisikia sijaweka narudisha. Wow. Kwa sababu nataka niimbe exactly kama yeye. Nataka kusound kama yeye. Kama yeye kabisa na sauti. Na ninajirekodi nisikie kama tumepitana. Okay. Tumepitana. So mimi ningeamua nifanye collab. Na nikuwe na uwezo na kibewa Gloria niambie sasa. Sifanye kitu. Changamka isee. Nimeishi kumpenda. Nimeishi kumpenda kabisa. Naweza fanya collab na yeye vizuri sana. Yes. Kabla uanze uimbaji ama kuhubiria ama hata kuseme kuamua kwa mama, najua kuna maneno mengi ulipitia. Ni nini ilikuwa turning point yako? Okay, kayo album yangu kuna wimbo unaimbwa, kuna wimbo mimi nimeimba, nasema Mungu wangu kwako sijabahatisha. Ahadi zako ni kweli na amina. Ukisema ndio hakuna wakupinga. Ukisema la hakuna mpinzani. Hapo chini kuna sasa iko hapo ninasema kwa kweli jaribu vuja moyo jamani. Mara tena na tena nikavunjwa moyo nikaona sifai. Ile sauti kaninjia na ubaki kuwa Mungu. Exactly niko na challenges mingi sana nilipitia kutoka nikiwa mtoto mdogo. Na ndio maana nikajifunza kuishi kwa mtu mwingine. Unaishi kwa sababu ya mtu mwingine, uishi kwa sababu yako. Priscilla naweza sema mimi sijaipata ile inaitwa upendo. Upendo nimekuja kupata wakati niliokoka ama wakati nilipata mchungaji anayeelewa moyo wangu. Kutoka utotoni ile unapata wazazi mmezaliwa mko watoto 10, mamako ashughuliki. Ni ile mnatembea mguu, mkienda shule, mnafanya nini na si ati babako ana pesa. Pesa iko. Lakini wazazi wako. Mpaka nikafika mahali nikasema ni heri yatima. Sababu yatima unaweza ukateseka ukasema mamangu wako pale na babangu wako pale. Niliteseka mpaka kijiji kizima cha kwetu nikajua huyu msichana mbona anateseka mpaka nikakaa chini nikauliza kwani mimi ama huyu mama ninasikianga alinizalia huko Kenyatta ama nibadilishwa. I faced challenges mpaka shule
mpaka wapi until I was early married. Oh, sorry. I was early married to get nipate hiyo love. So na bado kwa ile ndoa sikupata ule upendo, kwa sababu niliyepata ni yule alikuwa ameniambia twende kwetu. Hao wengine bado ni ile culture sijui ni nini. Bado wako na yale mateso. So wakati nilikuja nikapata mchungaji ambaye aliponya moyo wangu, akanipenda, nikaona kweli Mungu ni kama ni mzuri. Kitu cha pili, mimi nimelelewa kwa boma ya uganga na uchawi. Unaona watu wanarogana macho kwa macho. Unaona watu wanatesana. Unaona mtu anatesa yule mwingine. So mimi nikawa ninajiuliza mimi huku ni wapi? Huku ni wapi? Mpaka unasikia ni kama uwezi kataa, mpaka niligrow nikiwa down. Sasa hivi watu wameanza kunijua kwa sababu wanasikia niko na wito, wanasikia pastor huyu, wanasikia wimbo, wanasikia nini. Watu wamekuwa wakiwa wanajua mimi sio baba. Ili hali niligrowia kwa ile boma. So kama ni challenge nimeface mpaka kwa ndoa. Mpaka kwa ministry. Lakini uzuri, turning point yangu ni wakati nilisikia mtu akaniambia ninakupenda, na nikaona anafuatilia ule upendo. Upendo sio ule wa kuolewa ama boyfriend ama nini. Nikapata ile pure love. Akaniambia, Monica, Jesus anakupenda. Na vile Yesu anakupenda, usiwahi sahau ninakupenda. Na nikachunguza nikaona kweli alinipenda, kwa sababu mimi mwenyewe niko na shortcomings zangu. Kila mtu anazo. Kwanza zangu ni mingi sana. Hiyo ndio ninasemanga, zangu ni mingi sana. Lakini unapata yule mtu hata ukifanya nini, anapanguza ile mafi yote. Na anakusimamisha bado anakuambia tunaendelea. Priska, hiyo ndio mapenzi nilipata. Nikaona kwa wokovu kama kupenda ni hii. Wacha nikae kwa wokovu. Wacha nianze kutumika. Wacha nianze kushughulikia na wale wengine. Kutoka hiyo siku nikajua kuna upendo. Wow. Mwangaza nimebaki tu nimekuangalia na sawa. Sasa kuna maneno ambayo umepitia wakati kwa utunzi wako. Ni jambo gani unaweza ambia yule ambaye anatamanio la kuwa kama wewe asilifanye? Ni nini utabadilisha kwa sasa venye umejua, umetunga wimbo, umeimba, uko na experience? Ni nini haswa unaweza badilisha yenye ulifanya wrong wakati ulikuwa unaanza utunzi wako? Mimi kile naweza ambia mtu mwenye ana grow. Namrudisha pale kwa maandiko katika Korintho 1 sura ya 10. Biblia inasema katika msidanganyike, katika kila jaribu lilikuwepo. Hakuna jaribu linaweza kuja kwa maisha yako ambalo halikuwepo. Na hivyo hapo chini kuna sehemu ambayo hawasomi. Inasema lakini katika kila jaribu yes, Mungu ametengeneza njia yako ya kutokea. Na ndio maana hata kwa hiyo album kuna wimbo nimeimba nikasema kuna gharama. Kufanikiwa lazima ulipe gharama. Chote kizuri kina gharama yake. Vuta subira. Usikate tamaa. Kuna mema mbele. Mimi naweza nikaambia mtazamaji wangu, hata kama unapitia nini, hata kama umevunjwa moyo, hata kama unajaribiwa kiwango gani, jua kuna njia imetengenezwa yako, unaweza tokea. Hold on, shikilia kidogo. Shikilia kidogo tu. Hata kama unasikia uko na hasira. Ukisikia uko na hasira, unashikilia kidogo. Usikate, siwezi kuambia ukate, kwa sababu maybe ni nature ama character. Na kuna watu wameumbika hivyo. Na mimi naonekana kuna mtu naendanga na yeye najua huyu mtu ameumbika hivyo. So ninamsaidia vile ataishikilia. Unaishikilia kidogo. Ukishikilia kidogo kuna kujanga na wazo lingine, sasa tokezea hapa. Kama singeshikilia kidogo, mimi nilikuwa mtu wa hasira sana. Napandisha hasira kabisa kwa sababu ya yale mapito nilikuwa nimepitia. Lakini huyu baba akanifunza shikilia kidogo. Wakati anani-identify, anajua huyu zimepanda. Ananishika kidogo. Ninaweza ambia mtazamaji wangu, katika kila jambo unalolipitia, kuna njia ya kutokezea. Kuna njia. Uliza Mungu, sasa imekuwa hivi na hivi. Nimeshikilia. Nitokezee wapi? Nionyeshe njia yenye nitatokezea. Mimi nilipouliza Mungu ile swali, kwa sababu hiyo neno ndio hilo kuja kwa maisha yangu. Nilipomuuliza, aliniambia ipo njia. Lakini ni lazima uvute subira.
Ni lazima uvute subira. Kuna watu wanapenda kupita shortcut. Sijavuma, sijasikika, sijafanya nini. Lakini sasa hii Priska si unanijua. Kabisa unanijua. Kabisa. Si producer wetu ananijua. Si watu wa kanisa wananijua. Kwani nataka nijulikane aje? Hivyo ndo nina grow. Ninataka niwaambie hivi. Hiyo uimbaji unasikia uko nayo ndio uko na kibali. Ndio uko na uhubiri. Usidanganyike upite shortcut. Usidanganyike. Hivyo kama ungekuwa mwimbaji mkubwa, hata ukose kuingia Illuminati ama Freemason, utakuja kuwa mwimbaji mkubwa. Kweli. One time. Hiyo ni destiny yako. Hiyo ni hatima yako na hakuna mtu anaweza kukunyang'anya hatima. Enda pole pole. Angalia deviators wenye wanapelekanga hivi na hivi. Wachana nao. Vuta subira. Hata ulisikia vitu zimechacha, vuta subira. Jikanyangishe. Jua nitaenda pole pole, lakini nitafika. Yes. Pole pole lakini nitafika. Haya, najua wewe ni role model wa watu wengi wamesikia. Sasa ni nini haswa wewe unajijenga nacho? Unasoma nini? Ni nini unafanya behind the scenes ambayo ukitokezea kwa umati ndio inakupatia power? What do you do? Okay, wacha niseme mimi ni mhubiri. Ndio kwanza inanipea power. Wakati sina pesa, ninajitia huko, najua Yesu yupo. Lakini wacha niseme mimi ni mfanya biashara. Ama mimi nafanya kazi. Acha nitumie hiyo neno. Kuna hii shirika inaitwa Recovery Mission for Life. Imenisaidia sana. Ndio maana nasikia tunasema tuko na event huko. Yenye inaenda kuinua waimbaji kama mimi. Sasa nikiwa hapo, ile kidogo ninapata Priska. Ninafurahia. Ninafurahia kwa sababu sio watu wote hawasemagi asante kwa kweli. Nimekuja kugundua tuache kuhubiri injili mbaya. Kuna watu wanajua kusema asante. Kuna watu wanajua kusema thank you. Ukimsaidia katika kumuombea na ile kitu ulikuwa unamuombea aipate, atakuappreciate Priska. Huyo mtu atakutumia hata kama ni 10,000 na amekushukuru. Huyo msanii hapo pale umsaidie ainuke aingie studio, aimbe vizuri, nikuje nimlete hapa kwa Nyota, akuje asaidiwe akue. Huyo mwimbaji atakuja kukwambia asante. Kuna hao watu kwa hiyo foundation tunafanya culture. Kuna wenye tunaenda wana act movie. Hebu niambie nisaidie kikundi fulani kama hawa naenda kukutana wao huko Port. Niwasaidie wa act movie na tukuje hapa tuipigie debe iende online. Hao watu si utakuwa umefanya kazi? Umefanya kazi. Kwani ni lazima uambiwe upewe pesa? Hapana, lakini mimi power yangu natoanga kuona fulani nimeshika ametoboa. Fulani nimeshika ametoboa. Na ndio maana unaona hata kwa uimbaji nimeenda slow. Kabla nitoe zangu, unapata ile material niko nayo, ukikuja na yako ninaweza kuhamisha material yangu nikupatie. Wimbo yako ikuwe zuri na ikuwe composed na ikuwe sawa, nione umepenya. So kuna power yenye inanisaidia ya Mungu, na pia kuna wale pia wananipea kidogo kidogo, wanasimama na mimi. Ananiambia enda usaidie hao, enda ufanye hivi, enda ushike huo mkono. Hata pia wewe huwezi saidia kama hujashiba. Seriously, unaweza nipea nyama nikapewe pesa yako. Utashiba kwanza. Naona producer wangu ananicheka kabisa. Nitakula kwanza alafu ni lakini ukiwa na nguvu ya kusupply unakula kidogo, ukijua huyo utamsaidia atamrudisha pia na kesho. Kweli. Yes. Kuna hili jambo ambalo limekuwa sana kwa waimbaji na naona president wetu pia ana support ila royalty na nimeona waimbaji wakipewa support. Sijui wewe kama Monique unapata hiyo support? Support azim ya hii music president kusupport waimbaji. Bado sijapata. Especially hizi enzi za corona ametoa sana usaidizi kwa waimbaji. Bado sijapata na siwezi complain leaders. Siwezi complain leaders na siwezi complain wale watu wako huko. Kwa sababu mimi mwenyewe sijafuatilia account yangu. Labda nitaenda kupata account yangu imeingiza. Lakini sijaifuatilia. Nimekuwa busy sasa kukimbizana. Unajua saa hii ndio nakuza. Nimekuwa busy sana kukimbizana na kama zipo ni zangu. So kama zipo zilitumwa, nilisikia habari zipo. Ziliachiliwa. Na kama ziliachiliwa account yangu ni mimi sijaiangalia. Mimi ni wale watu wanawekanga pesa kwa wewe ni wale wameomoka Hapana. Hizo
anaingia tuko sawa. Unajua inakujanga kusaidia. Inakujanga kusaidia kabisa. Unaelewaje hili jambo la uhuru wa waimbaji? Freedom. Mimi naweza sema siwezi piga waimbaji. Wapewe freedom. Wapewe freedom. Wapewe uhuru. Lakini kila uhuru una sheria zake. Kweli. Unapata mwimbaji ameimba hivi, ameweka maneno zingine ukisikiza huwezi sikiza hata na watoto. Ndio hapo nimesema kila uhuru una sheria zake. Ndio maana unaona katika televisheni kama hapa mmetu group. Si ndio? Kuna wale mnaleta wa vijana, kuna wale mnaleta wa youth, kuna wale, si ndio? So wewe usijifanye unaimba ya Priska, unajua Priska anahubiri ama Priska anapeana nyimbo za Injili, alafu nakuja hapa na matamshi matamshi mengine yenye nafanya mwenye anaangalia hiyo kipindi aanze kuwa harassed. Wapewe uhuru, lakini uhuru ulio na sheria. Usifanye hivi. Kama unajua unaenda hivi, siku hizi si watu wanakunywa pombe. Kwani mimi nikani nimenyima kunywa pombe? Uhuru wa uchaguzi. Lakini kama kazi ninayofanya imeninyima kunywa hiyo pombe, mbona nikunywe hiyo pombe? Si wapewe uhuru, lakini uhuru ulio na sheria. Wewe jichagulie utaenda wapi. Huwa na uhuru wa kuchagua utafanya nini. Ukisimama hivi tunakuja wewe unaongeanga trash kama ni Monica, mimi najikata naenda. Nasema hivyo mimi. Okay. Wewe uenda kwa live performance kama ni hivyo, kama ni ndio, naomba tuseme utanakupata vipi? Social media handles zako ni zipi? Mtu akitaka kutafuta, akitaka kukuinvite, ni uko na haraka gani ndio ufikiwe? Mimi kwa social media niko. Nasema YouTube ukitafuta Monica Kavoi utampata na ngoma zake hapo kama Monica K. Utampata pale. Facebook Monica Muli. Okay. Facebook Monica Muli, Twitter Monica Muli. Ukienda kwa namba ya simu hiyo napeananga online. Napeananga kwa sababu mimi ni mwimbaji kuna wachungaji ambao wanaweza kuwa na crusade. Ama uko na open air ama uko na kesha. Na unajua sometimes mimi ninaelewa viatu za wachungaji sana. Unapata huyu mchungaji siku yenye amepaka event, washirika wake au waimbaji wote wametoka church, wanasema wacha tuone atafanya nini. Mimi ukinipigia simu tutaelewana, nikuje nikusaidie event na nikitoka niende kwangu. Sitabeba washirika. Unajua kuna waimbaji wengine ukimuita kwa kanisa anaenda na 10. Sitabeba. Ndio maana nasemanga napeananga namba yangu. Na kutoka nianze hii uimbaji kwa social media, mimi huacha namba yangu. Sitasema ati kuna mtu ananipigia aongee vibaya. Wewe ndio unapeana hiyo chance. Ukisikia anaongea vibaya unajua jinsi ya kumkatiza. Kama ni Facebook utamblock. Kama ni wapi utamblock. Kama ni kucall utajua venye utafanya na yeye. Lakini sitakosa kupeana namba, lakini upige ukiwa na kusudi zuri. Sawa. Yes. My number is 0724 176 739. 0724 176-739. Email ni monicakavoi4@gmail.com. Okay. monicakavoi4@gmail.com. Monica amesema ameimba nyimbo 7. Moja bado iko jikoni. Yes. Nimemwelewa vizuri sana. So Monica, ningependa kabla tumalize, wanasemanga kwa Kiluya mwima ni tabia. Tabia yetu kama Western Nyota TV no mwima kwefwe kama Western Nyota TV of course we have artist wetu ku present. So kabla present ningependa tuambie ni wimbo gani utaimba kati ya nyimbo zako 6 na inamaanisha nini? Ile wimbo nataka kuwapatia leo ni wimbo linaita Jorodani Panajia. Jorodani Panajia. Na kwa nini wapatie hii wimbo watazamaji wangu? Nataka nikutie moyo leo. Katika kila jambo unalolipitia, unajua imetengenezwa na Bwana. Haijalishi unapitia nini. Mungu wetu ni mwamba imara. Mwambie kile unachopitia, mwambie ile hali unayopitia, mwambie shida unayopitia, na hakika kuna njia imetengenezwa. Na Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. Yeye sio mwanadamu aseme kitu ambacho hawezi timiza, ama mwana wa mwanadamu abadilishe nia. Kama alisema hakika tutaona Kanaani. Kanaani ni our destiny. Si Kanaani politics. Tayari ile kitu ulipromisiwa hata kama mwaka unaenda kuisha. Tazama mbele yako kuna njia. Mbele kuna njia. Jorodani pana njia. Hata ingawa wamekutishia huko mbele wakakwambia kuna majitu. Hata kama huko mbele wanakuambia kuna vita. Wewe angalia hata kama kuna vita kuna asali,
na kuna maziwa. Wewe focus na asali, hiyo Jorodani. Wow. Hiyo ndio tunasema Jorodani planachia. Sawa sawa. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Monique sasa tumalizie kikao baada ya performance. Sasa tunaomba tukunywe kopo la maji kisha turudi na hiyo performance ya Jorodani. Tunaenda Canaan, mahali kuna maziwa. Haya, usiende mbali. Karibu mwami, karibu moyo kwangu, karibu moyo kwangu, karibu mwami. Jorodani pana njia, rafiki yangu usife moyo. Yesu amefanya njia. Jorodani pana njia, rafiki yangu usife moyo. Yesu amefanya njia. Yeye ndiye mwamba imara, tena msaada wa karibu. Ukimpata Yesu umepata vyote. Wanaomtegemea Mwokozi hawataaibika milele, maana amezichukua aibu zetu. Jorodani, Jorodani pana njia, rafiki yangu usife moyo. Yesu amefanya njia. Jorodani, Jorodani pana njia, rafiki yangu usife moyo. Yesu amefanya njia. mbingu ilivyo mbali na dunia, ndivyo mawazo ya Mungu yapo tofauti na ya binadamu. Wanavyokutazama ulivyo, sivyo Mungu akuona. Mungu akuwazia wema. Mbingu
Wow, umesema ndio mtindo gani? Hebu rudia tena. Hiyo sio 7 lakini hiyo ni worship tu. Ni worship. Kuna ile tu ya 7. 7 hilo unatoa jasho vizuri. Unakwenda hiyo na ile sasa. Hiyo nayo tunaenda kabisa. Hapo nitaangusha. Nitawaibisha kabisa, but nyingine tutamu-invite ndo twende hiyo ya 7. Kabisa. Kabisa. Lakini pia ukifuatilia hapo utaipata tu, utacheza kivyako. Hiyo nimependa sana na watoto kwa sababu wanaenda kabisa. Okay. Wamezikwenda tu. Kabisa. Sijui kama producers wanajua 7 ni nini, lakini sijui tupeleke polepole hiyo 7 tuone kidogo tu kionjo. So mwenyewe inaitwa vipi? Inaitwa Wewe ni Bwana. Jina song ni Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Derek vipi? Situpatie Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Sasa hebu tumeshe kidogo kuhusu 7. Bwana Yesu mikono yangu juu nakuimbia. Sina mwingine chini kando yako nakuimbia. Nani mwanaume kuliko wanaume wote nakuimbia. Tunaona imeanza kuangusha. Nani mwanaume kuliko wanaume wote? Yes. Sasa hiyo ni swali yake. Nani mwanaume kuliko wanaume wote? Yesu. Nani shujaa kuliko mashujaa wote? Yesu. Tuweke. Twende. Ndio sasa. Mimi naenda pole. Wewe ni Bwana. Umetukuka. Wewe ni Bwana. Umetukuka. Pokea sifa yawe. Umetukuka. Pokea sifa Mungu. Umetukuka. Mbingu na dunia ni kazi yako. Nyota, mwezi na jua ni kazi yako. Uliniumba pia ni kuwa
Monix, mtu anataka kukuona, anataka kukuja, naomba tena urudie namba ya simu, Facebook handle zako, Twitter, YouTube. Anakuta vipi? Asante sana wasikilizaji. Nashukuru Mungu kwa muda sana. Ukitaka kunipata, nimesimama pale YouTube, utatafuta Monica Kaboy ama Monica K. Ukienda Facebook unatafuta Monica Muli, Twitter Monica Muli. Basi ukienda pia pale kwa email. Sababu nimekuja kunotice watu ignore email, lakini watu wengi sana wanaongea through email. Unatafuta Monica Kaboy 4. Usisahau na hiyo 4. Usipoweka 4 hutampata. monicakaboy4@gmail.com. Namba zangu za simu ni 0724176739. Ukini WhatsApp ni sawa. Bora nilieleze uliniona kwa Western Nyota TV. Na hapa ndipo nyumbani. Waluya nawapenda wote. Niko na event huko December. Karibu tupatane pale port. Tupatane pale tucheze pia mimi kusikia vile umenisikia. Na pia uweze kupata hao watu wa Nyota ni wazuri sana. Sisi ni wazuri eh? Watu wa Nyota ni wazuri sana, wana kipendeleo. Acha niwapigie kampeni kidogo. Asante, muongeze Nyota alafu mwende. Hawana kipendeleo, wana host kila msanii. Najua mliambiwa mahali kwingine mnalipa, hapa ulipi. Unakuja tu, mnaelewana, mnakunywa chai, mnafanya kazi nzuri. Na naendelea kumarket kwa sababu ni watu wazuri wanataka mkue. Na pia huko tutawalika wakuje. Muwaone na wakuje wachukue live. Mungu abariki sana. Ninawapenda sana na nimeokoka. Mimi naitwa Monica Muli kutoka kule Ukampani, mtoto Mkamba huyu. Sio kama miguu kasema mtoto Mkamba kapenda Waluya. Mtoto Mkamba kafoni kwa Waluya kabisa. Lakini Mungu ni mzuri, Mungu ni upendo, sasa ni Waluya. Extension. Bali mdaniita Kelo. Asante sana. Kelo nitashukuru sana. Tukuita Kelo. Mkiniita Kelo niko poa. Okay sawa. Karibu sana nyumbani, sisi tunaenzi warembo kama wewe. Unajua unapokuja unaweka light kule ndani na Haleluya. Anaitwa Monica K. Naomba ukamfuate pale YouTube Monica. Ukienda pale utampata, Facebook jinsi alivyosema majina yake, ili tukapate kumsaidia pia, ili tukafikie watu wengi kwa injili anayohubiri kupitia uimbaji. Asante sana kutazama runinga ya Western Nyota TV. Mimi ni wenu kila wakati nawaambia wewe ni mwimbaji. Namba iko hapo chini ya screen 0742664333. Ungependa kuzungumza nasi, piga hiyo namba utapata kusaidiwa. Asante sana kutazama runinga ya Western Nyota TV. Kama kawaida tamaliza na Kiluya Orio muno kusisa glory wao usipindi za usangaro mwami kumera ni Priska Chuki ni mbalani mbona Western Nyota TV evindu vichenjanga ano nio. Amen. Vindu vichenjanga ano nio. Please have known that way. Vitu zinabadilika hapa ndipo. Hiyo kama tunipenda. Karibu mwami, karibu Mungu.